Barua ya kocha namba 172. Unakwama kifedha kwa sababu unadhani utajiri unaanzia mfukoni wakati unaanzia hapa. Rafiki yangu mpendwa, Ayn Rand ambaye alikuwa ni mwandishi na mwanafalsafa amewahi kunukuliwa akisema wealth is a product of man's capacity to think, akimaanisha kwamba utajiri ni zao la uwezo wa mtu kufikiri. Tulikuwa tukiangalia sana hili swala la fedha, utajiri, mali na kadhalika. Hiyo ilikuwa njia mbalimbali, iwe kwenye kazi, biashara. Na tulikuwa tunaona kwenye eneo moja, iwe ni biashara moja, kazi moja, shughuli moja, aina ya watu, inapokuja kwenye swala la fedha kuna tofauti kubwa sana. Kwa tofauti kubwa sana. Unaweza kufanya kazi mmoja akajenga utajiri, mwingine akabaki kwenye maskini. Tofauti biashara moja akajenga utajiri, mwingine akabaki kwenye maskini. Watu wamezaliwa eneo moja, wamepata elimu aina moja, kila kitu kinafana, lakini matokeo yanatofautiana. Kwa sababu gani? Sababu kinachotofautiana ni ule uwezo wa watu kufikiri. Na unaweza ukasema kwamba kwani nani ambaye afikiri? Kwa sababu ya kufikiria na kufikiri. Kwa kwenye barua hii ya kocha nimeeleza kwa kina sana kufikiri kwa usahihi kama chanzo cha utajiri. Na kuna mambo kadhaa ambayo nimezungumzia hapa. La kwanza ikiwa ni kufikiri kwa kina ndio chanzo halisi cha utajiri. Kufikiri kwa kina, deep thinking, ambayo mwanafalsafa mwingine amesema kwamba kitu ambacho watu wengi wanakiogopa sana ni kufikiri. Yaani mtu kukaa peke yake afikiri kitu ambacho watu wanakiogopa sana. Kwa hiyo ukiweza kufikiri tayari umevuka kikwazo cha kwanza ambacho kinazuia watu wengi kujenga utajiri na mafanikio pia. Lakini jambo la pili, watu wengi wamekuwa watumwa wa kelele za nje. Hebu fikiri unapoanza siku, kama umebahatika kuanza siku kwa kusikiliza hii sauti, wewe uko mbele ya watu wengine wengi sana. Kwa sababu wengi wakianza wanaanza mitandao ya kijamii, wanaenda kwenye habari, magazeti, si vitu gani, mubishani, kelele, mpira, siasa, udaku, ni kelele. Ukafanya hivi kama vile. Kwa unajikuta mtu yuko busy, akili yake iko busy na mambo ambayo hayana tija kabisa kwenye mafanikio ambayo anataka, kwenye fedha ambayo anataka. Na matokeo yake ni hakuna anachozalisha. Huyu, kama tunataka kujenga utajiri na mafanikio, lazima tuache hizi kelele za nje na tukae ndani, tufikiri kwa kina kwenye mawazo yetu. Lakini jambo la tatu, kufikiri kwa kina sio kufikiri kupita kiasi. Hapo tunasema anafikiria sana, ana mawazo sana. Unaweza kaona kama vile mtu anakutania sema unaniambia usifikiri wakati mimi nina mawazo kuhusu pesa, kuhusu utajiri, kuhusu biashara, mafanikio. Hapana, kuna swala la kufikiri kupita kiasi au kufikiria au overthinking. Sio hiyo. Kwa sababu kufikiri kwa kina hapa kuna sifa tatu. Kwanza kuna mwelekeo, yani unafikiria juu jambo fulani kwa kusudi maalum, sio tunafikiria ovyo ovyo. Pili, kuna utulivu, iba muda wa kutosha bila kukatizwa. Sasa na tatu, kuna matokeo. Baada ya kufikiri unapata uelewa mpya au uamuzi. Watu wengi wanafikiria kwa nabaki pale. Yaani kama una kanyaga mafuta ya gari, kumekanyaga breki, itazunguka lakini imebaki pale. Ndio hiyo kufikiri kupita kiasi au overthinking. Tunasema kufikiri kwa kina ni kuna hizo sifa ambazo nimezieleza hapo. Jambo la 4, kufikiri ndio njia ya kuunganisha nukta za maisha. Ukisikiza hadithi za waliofanikiwa, unaona kama vile walikuwa wanajua wanachofanya. Ameanzia A akaenda B akaenda C mpaka akafika Z. Umeona? Lakini ukiangalia wakati wanajenga mafanikio, walikuwa hawaunganishi nukta kwenda mbele, walikuwa wanaunganisha nukta kurudi nyuma. Yaani kila mmoja kama hajui anachokifanya, afu akifanya kileta matokeo sema basi ngoja nifanye kingine. Yaani ni kuunganisha nukta ukiangalia nyuma, sio ukiangalia mbele. Kwa hiyo kufikiri ndio utakuwezesha wewe kuunganisha hizo nukta. Kwa sababu kuna mambo yatategemea yatatokea namna fulani, hata tokea unavyofikiri yatatokea. Lakini itakapotokea ndio unaweza kuunganisha nukta, kama hili limetokea basi nifanye hili na hili na hili. Sasa kama hauna muda wa kufikiri, utajiendea kama kuku alikatwa kichwa. Utakuwa unafanya mambo kwa kubahatisha na hauwezi kujenga mafanikio ambayo ni makubwa. Kwa hiyo jenga muda wa kufikiri. 5, ukosa muda wa kufikiri ni umaskini mkubwa. Ukiangalia kama nilivyosema, tofauti kubwa haipo kwenye mali, ni uwezo wa kufikiri kwa kina na muda wa kufikiri kwa kina. Na watu ambao wako